Je, Mungu anaweza kumuinua mwanamke kuwa kiongozi wa taifa katika nyakati za vita na hofu? Je, sauti ya mwanamke inaweza kubadilisha historia ya taifa lililokata tamaa? Na nini hutokea wakati watu wa Mungu wanapolala kiroho, lakini mtu mmoja anaamua kusimama kwa ujasiri? Leo tunaangalia historia ya mwanamke aliyeinuliwa na Mungu kuokoa Israeli. Jina lake ni Debora. Baada ya kifo cha Yoshua, Israeli iliingia katika mzunguko wa hatari. Walipotii Mungu, walibarikiwa. Walipoasi, walianguka mikononi mwa adui. Katika kipindi hicho, Israeli walikuwa wamemwasi Mungu. Kwa sababu hiyo, Mungu akawatia mikononi mwa mfalme wa Kanaani aliyeitwa Yabini. Kamanda wa jeshi lake aliitwa Sisera. Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, silaha ya kisasa kabisa kwa wakati huo. Kwa miaka 20 aliwatesa wana wa Israeli kwa ukatili. Watu waliogopa. Barabara zilikuwa tupu. Hakukuwa na amani. Lakini katikati ya hofu hiyo, kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa anaketi chini ya mtende, akitoa hukumu kwa watu. Huyo alikuwa Debora. Biblia inasema Debora alikuwa nabii na pia mwamuzi wa Israeli. Watu walimjia chini ya mtende wake ili awahukumu. Hakuwa tu kiongozi wa kisiasa, alikuwa sauti ya Mungu kwa taifa. Siku moja, Mungu akampa ujumbe maalum. Akamuita mwanaume shujaa aliyeitwa Baraka. Debora akamwambia, "Je, Bwana Mungu wa Israeli hajaamuru? Nenda, kusanya watu 10,000 kutoka kabila la Naftali na Zebuluni. Nitamtia Sisera mikononi mwako." Ilikuwa ahadi ya ushindi. Lakini Baraka akajibu kwa maneno ya kusita. "Kama utaenda pamoja nami, nitaenda. Lakini kama hutaenda pamoja nami, sitaenda." Debora hakumkemea kwa hasira. Akamjibu kwa utulivu, "Nitakwenda pamoja nawe, lakini fahamu kwamba utukufu hautakuwa wako, kwa maana Bwana atamtoa Sisera mikononi mwa mwanamke." Maneno hayo yalikuwa ya kinabii. Baraka akakusanya wanaume 10,000. Sisera aliposikia habari hizo, alikusanya magari yake 9,000 ya chuma na askari wake wote. Kwa macho ya kibinadamu, Israeli hawakuwa na nafasi, lakini Debora akasema, "Ondoka, kwa maana hii ndiyo siku ambayo Bwana amemtia Sisera mikononi mwako. Je, Bwana hakutangulia mbele yako?" Baraka akashuka mlimani na Mungu akaleta vurugu katika jeshi la Sisera. Mvua kubwa ilinyesha, ardhi ikawa matope, magari ya chuma yakakwama. Sisera akashuka kutoka kwenye gari lake na kukimbia kwa miguu. Jeshi lake likashindwa. Sisera alikimbilia katika hema la mwanamke aliyeitwa Yaeli. Yaeli akampokea kwa hila ya amani, akamfunika kwa blanketi. Sisera akiwa amechoka akaomba maji, lakini Yaeli akampa maziwa. Alipolala kwa usingizi mzito, Yaeli akachukua msumari wa hema na nyundo. Akapigilia msumari kichwani mwa Sisera mpaka ukapenya ardhini. Hapo ndipo neno la Debora lilipotimia. Sisera alitolewa mikononi mwa mwanamke. Baada ya ushindi huo, Debora na Baraka waliimba wimbo wa sifa kwa Mungu. Walimsifu Mungu kwa sababu alisimama kwa ajili ya watu wake. Kwa miaka 40, nchi ikawa na amani. Historia ya Debora inatukumbusha kwamba Mungu hamtazami mtu kwa jinsia, hadhi au udhaifu wake, bali kwa moyo wake. Kama Israeli walivyokuwa katika giza, hata leo dunia imejaa changamoto, hofu, vita, misukosuko ya maisha. Lakini Mungu bado anatafuta watu watakaosimama kwa ujasiri. Usidharau wito wako. Usione kama wewe ni mdogo. Usifikiri kuwa huwezi kuleta mabadiliko. Mtu mmoja aliyejaa imani anaweza kubadilisha historia. Kama Debora alisimama chini ya mtende na kuwa sauti ya Mungu kwa taifa zima, wewe pia unaweza kuwa mwanga katika familia yako, kanisa lako au jamii yako. Simama mahali ulipo, sikia sauti ya Mungu na utembee kwa ujasiri, kwa maana Mungu bado anainua Debora wa kizazi hiki. Hii ndiyo historia ya Debora, mwanamke kiongozi katika Israeli, aliyeinuliwa katika wakati wa giza na kuleta mwanga wa ushindi. Historia hii inapatikana katika Biblia Takatifu kwenye kitabu cha Waamuzi, sura 4, mstari wa 1 mpaka 24.
Na kama umebarikiwa na ujumbe huu, usisahau kusubscribe na comment utuambie kilichokugusa zaidi kwenye stori hii. Pia utuambie kwenye comment ungependa kwa siku zijazo tukuletee historia gani. Mimi ni Costa Kwibe Buloze. Mungu akubariki.